another episode on Practicum Experiences. This is Counter TV Show, the Kenya #1 online media, and of course I'm your presenter Lucy Msinya. Today I'm much privileged to host an amazing guest who's going to share his life history on attachment. Let me give him this opportunity so that he may introduce himself. Welcome so much. Gobi from Kibabi University, third year, and today I'm much privileged to share a story of what I experienced in attachment 1, that's practicum 1. Sasa Yobi. Okay, welcome so much. This is Counter TV Show. I'm so glad to have you today. Hamesema is willing to share his life story while he was in attachment. By the way, hujatuambia mahali ulikuwa attached. Mi attachment si kwa mbali, nilienda kwa my hometown, that is Tala, basi home nilienda tu hometown, nilikuwa tu nimebambika tu na huko, nilikuwa tu nienda hata home kwenyewe, lakini nikapata home kwenyewe kwa hiyo space ya kutaka. Sasa nikawa nimesongeshwa mbele kutoka na home, ilikuwa shule nyingine tu hapo town. Okay, nice. Nilisikia kusema practicum 1, so meaning that there is still more practicums you're supposed to go. Sasa ndio niko third year, tuna prepare, tulikuwa na second year, sasa tulienda practicum 1, that was in the second year, sasa tuna prepare ingine for third year. Sasa system imechange, tunaenda two attachments, sasa ni practicum 1 na alafu ingine sasa practicum 2. What is the difference between the two? The two ni according to the CBC. CBC imechange mambo, sasa tuna operate, tunaenda tunafunza junior school, then second year yenye tunaenda third year tunaenda senior school. Sasa ni kwenye CBC imechange, ni sasa tunaenda 2633, tunatoka 844. Anyway, we now go to the point. Practicum experience. Anyway, before tuingia hapo how you experience while we were there in Kitale. I don't know the school, nimesahau majina kidogo zinachanganya, but hebu tuambie au when ulisikia you are supposed to go for an attachment, ndio umetoka first year, you don't know what even it entails, umeingia second year, ulifeel aje at that moment? Umefeel you are supposed to go for an attachment? Mimi si ati sisi tulikuwa tunaambiwanga tulikuwa mafresha. Nyinyi sasa system yenu imechange, hamtaenda nyote, mtaenda attachment kwa third year but second year. Sasa tumekuwa tunafunzwa tu mambo na attachment, tunaintroduce topics zingine hapo tu zingine. Tukasoma ikafika hapo 1.1 1.2 now. 1.2 kuna unit pia tukaintroduce new unit yenye hao watu wengine wa third year sio kupodia wako wameintroduce. Tukafunzwa mambo na school nini 2.1 tukaingia hivi. Kitu ya kwanza tukaenda field school. Kwa field school tukaenda sasa hiyo ni observe shule, ilikuwa tulienda high school. Sasa tukaenda observe shule kuona kujua management venye kunataka. Hii kaisha hiyo, unajua bado tunaambiwa tu atujue venye kuwa na panga. Sasa ndio first venye tunaanza kujua mambo na CBC. Ndio tukakuwa hivyo. Alafu sasa ikafika 2.2 tu hapo, bado tu watuambiwa yuko tushua kama tunaenda attachment, wanatukoroga hivi. But ikafika mahali wakatuambia tunaenda attachment. Ndio ni time yenyewe. Ibakia tu ni 2 weeks, ni 3 weeks, tuseme 1 month. Tuko na exam hapo, alafu tena tuko na attachment. Mimi si kweli nimeprepare mind yangu. Mimi nilikuwa nimesema acha tuikuje venye itakuwa. Huko umejipanga. Like okay, ulikuwa umejipangaje? Sijasema huko umejipanga vile bali. Ulikuwa umejipangaje? Mimi si kwa nimejipanga. According to me my mind. Mimi nilikuwa tunajua mimi attachment sioni kikua. Sasa mimi hata nilikuwa nisha prepare wangu hapo, nilikuwa mwambia mimi nitakuja tu wewe nikaingia hustle tunapiganga, mimi nitakuja tu daingia. Kuingia hustle yangu tu mimi ndio nitumaliza tu hiyo paper yangu ilikuwa inaisha 26 April. Sasa alafu mimi naingia hiyo tu weekend naingia home, alafu ilikuwa niendanga hiyo hustle yangu na tunamsana ndio organize yangu. Lakini sasa hiyo Friday bado tu nitaka hiyo Friday nimeprepare, tunajua nitagani ndio attachment, lakini bado sina hiyo mood. Sijabai nguo, mimi niko tu bado na masuti. Ulikuwa sokoni na masuti bado. Hata suti? Mimi suti online. Kama siku hizi wako naangalia mambo na dressing. Ni unajua sasa ni primary tulikuwa tumeenda junior school. So suti nilikuwa na moja
Sasa watoto wanashangaa. Unarudia moja. Sio tu narudia. Wanashangaa kijana tu mdogo anavaa suti, unacheki saidi jenzi, unafunza alfa na jenzi wenzako. Sasa watoto wanashangaa unavaa suti aje, tunaona kijana mdogo. Sasa ilikuwa tu baya. Nilizoea. Ile ilikuwa sasa according to dressing. Nilienda first day, nilivaa suti full. Ukakaa usikie. Mpaka mmoja hata naogopa kuongelesha watu. Nakaa tunacheka hivi kila saa. The very first day now, umeshafika huko. Sababu umesema ulikuwa unasikia hivi, umefika hapo, the following day you are supposed to go shule. How was the very first day now umefika? It was your very first time umefika shule. Although ulikuwa umeenda kuiangalia before. Mimi sikwenda kuiangalia. So ilikuwa siku yako ya kwanza umefika as a teacher now. As a teacher. Yes, how was that day? That day nili tremble si ati nini. Then nilikuwa company, tulikuwa tusikuwa peke yangu, nimeenda shule attachment, tulikuwa one male na alafu 4 ladies, 3 ladies from the same school, that is Kibati. Sasa kuenda hivi hiyo first day kwenye tulia pia tulikuwa wawili, kwa mwingine hapo kwa wawili. Sasa kwa pia tumeenda hata ofisi, bado hata walimu pia waja open. Nani first day. So ukifika mapema kama high school venye mko mnaenda. Mapema kabisa. Na tukaenda hivi bado walimu hata wajaapia, tukapata soja, tukasema hao na walimu wageni, unajua tu soja wanakuanga tu friendly. Tukawagotea, akatuambia kuna mwalimu amefika, mtamngojea lakini bado wengine wanakuja. Tukaenda tu hapo kwa ofisi. So mnaenda nyinyi wote as a group, mlipangana tuendeni sasa at the same time. Mama kitambo alifika. Hapana, kuna mwenye nilikuwa sasa yes sasa alitangulia, alikuwa anajua huko, mimi sikuwa najua. Sasa akaningojea kwa barabara na motorbike. Tukaendanisha wote. Tulikuwa wawili, tunakwambia tulikuwa wawili wa kumekuja yote. Sasa tukaenda hivi kwa ofisi, kutulia hivi, tunapata mwalimu mwingine hapo tu ametulia. Anakaa hivi fire. Kama moto. Sasa tunasema hapa tutafanya aje? Tukasema sisi tunakuja attachment. Akasema nilikuwa nimesikia idea, alikuwa ameniambia historia yenyewe ya kuja attachment ni nini. Sasa tukamwambia sasa sisi tumekuja attachment, akatuambia venye shule huko. Anza kutuintroduce, akatuambia kwa shule hatuangi wengi sana, wanafunzi si wengi, kama 400 300 hivi, lakini kwa hivi wiki mtaona kama 100. School 100. Tumtaona kama 100 juu, si hata iko baada, ilikuwa a big school but sasa imerudi chini hivi kidogo. Sasa tumtaona tu kama 100 watoto tu wakapa tu kwa kijiji. Hiyo shule tulikuwa tunaitanga kijiji. So it was just a small school. It's big school but sasa ni venye tu wameitake as a small school. Sasa kwa small la mtaona tukakaa na mwalimu almost 3 hours. Hakuna mwingine amefika. Hiyo ni saa 3 hapo saa 4. Tumekaa kuna tukaletewa chai. Tukaletewa chai ya comrades mnaijua. Hiyo Turungi. Sisi turungi chai tu safi hapo na mkate. Ilikuwa tu mwenye alikuwa na lazima tu alikuwa ana report the same day. Tukacha asubuhi akatuleta tukakunywa tu, tukapiga tu hapo story. Unajua tu story tu, yani bado unaogopa ukiopen hapo. Ndio ikakuwa hivyo. By saa 5 hivi walimu walikuwa wameshakuja. Sasa saa 5 ndo walimu wanaingia shule. Walimu walikuwa kuja mapema. Na hiyo ndio ilikuwa the opening date ya opening date, that is 28. Tukakuwa tu hapo tumetulia. Sasa mwalimu mwingine sasa alikuwa anafanyisha watoto huko nje kazi. Unajua tu day 1 ni tunapanga shule usafi nini. Kufanya usafi hiyo day. Then the second day sasa ndio the first day tu head akakuja. So unajua head ndio sasa mtujua hata wengine tukienda kwa ofisi tukamwambia sisi nini. Tukamwambia hatukuja wote, tumekuja wawili tukijua shule laptop prepare. Hiyo sasa akatuambia haina shida nini. Tukakaa almost 2 hours, alafu watoto wakaitwa parade. Hapo ilikuwa kitu saa 5 saa 6 ndio watoto wanaitwa parade. Hiyo ni opening session hiyo. Tukakuwa introduced kwa wanafunzi. Sasa tu mimi nimeogopa hapo, speed nimevaa suit. Unaogopa na they are even less than 100. Walituambia hivyo, lakini kuna wenye walikuja kama grade 7, 8 na 9 walikuwa wameagiziwa mtihani. Sasa tulikuwa tumeona tena kuna mtihani wao walikuwa wameambiwa watafanya mtihani first. Sasa population haikuwa chini, huko chini ndio wao wamekuja, lakini walikuja wengi. Sasa tuka introducewa, mimi nimeogopa hapo. Sikuwa nilikuwa nimesimama baada ya nilikuanga when malizanga high school nilikuanga nimeanza kufunza shule nyingine hapo my
formal school kufanya training tu ya kaaso hivyo. Sasa simisi nilikuwa na hiyo to fear, but nikajiintroduce to fit. Watoto wakafurahi nini, a new teacher, a young one like them. Tena tu anakaa tu ni same age tu, hiyo shule by the way. Hiyo shule si ati watoto ni wadogo wadogo, ni watu wakubwa wakubwa. Sijui kama why meet a Sudanese person. Sudanese in Kitale. Yes, Sudanese in Kitale. Hiyo ni Aslam area. These people wanakuanga very tall. Sijui kama mmeona. Yes, I know about them, but a Sudanese in Kitale. They are refugee huko. Waluya si ndo wako Kitale peke yake. Bedeni nini hao Sudanese ndio wamejaa huko na ni very tall and black like me. Sasa tu wakaona bana sasa hapa. Bedeni niliogopa jini warefu ukiangalia hivi. Sasa ukiongea ni Western nitakana unamwangalia. Sasa wako wanawadharau. Hakuna madharau, bidhaa they are friendly, they are respectful. Kushinda hata wengine hawa normal na hawa Luya sana tu tribes zingine, lakini Sudanese hawa ni watu wazuri kabisa, ni watoto wazuri kabisa. Sasa nikakuwa introduce wakafurahi, wanaona haka nikajinsi tutaenjoy pamoja. Tulienjoy. How now are they? The workmates now, the teachers, the other teachers. Sasa wako waliwachukuliaje au how do you interact with them? Interaction na walimu ilikuwa tu kwako. Sasa mimi nilienda nikakuta huko jamaa mwingine. Sasa mimi naitwa Yobi, nikakuta sasa Kevo. Sasa tukapatana usikiza. Sasa tukakuwa mamoro batia alikuwa kwa ashakuwa employed. Sasa akakuwa tumoro wangu hapo, tulikuwa tunapiga tu ma story nini. Juni ka boys tu si ati mzee. Tunapiga tu story tu ni ma story mkibagu, alafu pia kuna walimu wengine. Kwa saa junior school tulikuwa plus mimi tulikuwa around 5 male 4. Sasa tulikuwa wote tulikuwa tujensi. Hakuna mmoja alikuwa hapo ati mtu mzee sana, mtu about 50 ama 30. Tulikuwa tu around hapo 20 kuanzia 24 mpaka 30 hapo. Ndio hapo ndio tulikuwa. Sasa tulikuwa tunatu hapo story tu nikitosema kama ni game, kama ni nini. Kama ni nini tulikuwa hivyo. Alafu sasa hiyo primary section ndio kulikuwa na a lot of ladies, that is wa maadhi wenye unaona ngoja na kuanga wameshasoma long time ago, wenye kuanga wazee kama 40 kuanzia 40 kwenda. Wow, that's great. Now mambo na okay, leo acha tutoke kwanza shule kidogo. Now if your teachers were very friendly, kuna wale unakuta like maybe ukifika huko know that wewe ni mgeni, you don't know about this, wanawaambia kazi nyingi, wanawaambia nini like kama time yangu ya kusomesha maybe wanaweza kuambia hebu msomeshe, like wanawatumia tu vibaya hivi. Hiyo kutokea kitu kama hiyo? Hapana, umeona sasa hiyo after kitu 3 days si tukagawana roles. Tukaenda tukawa na meeting ya junior school. Sasa unajua sasa ni junior school according to our practice. Tukagawana roles, that is mimi nilikuwa na take geography and Kiswahili. Alafu sasa kuna my fellow comrade tulikuwa na mmoja alikuwa wa math, kuna wa English na alafu kuna wa interpreted science, that's according to the syllabus. Sasa tukawa tumegawana tu roles tu kwa hapa. Mimi nilikuwa around 17 subjects. Hizo ni 17 classes, yani weekly lazima ufunze kitu kama 17 classes. Pia wale wengine pia walipewa hivyo. Mimi niliongezewa physical education, that is PE. Si yani sasa hii inakuanga unafunza sasa hii uende field. Siku kuanga PE ya field, lakini siku hizi inakufunza sasa ikakuwa ni 17. Hata wale wengine pia wakapewa the same. Hakuna ila ati tulikuwa ati wanatuambia sasa ndio young, sunanga ati young lazima wafanye kazi hivyo. So walikuwa tu fairly, but sasa mimi by then nilikuwa napenda teaching tu. Ukaambia tu wasomeshe. Kuna tu sometimes nilikuwa tuna feel niende tu nisomeshe, nilikuwa napenda hiyo geography, sasa ni SST. Kuna topic nilikuwa napenda hiyo, ilikuwa grade 9. Sasa tu kuna madam mwingine hapo alikuwa tumezoeana. Ninaenda kumsaidia, si ati willingly tu, yani mwambie mimi leo tu nataka tu niende kusomeshia tu hiyo tu. Madam kama zoeana. Sawa. Tena sifikirie vibaya. Iko hivyo ni mtu mkubwa, imagine si mtoto.
akili yangu jameni. If your teachers were so friendly, you are lucky. Then I've met several wanasema bana ulikuwa unanyanyaswa. Anyway, if you are friendly, that's nice. I recommend that. Good work. Now tutoke hapo ndani ya shule tuje hapa nje. Au life hapo nje nao umerent nyumba yako, it's a new environment. Kama unasikia ukisema ulikuwa nyumbani, but since it was your very first time kwenda kuishi huko nje ya new environment, how was life? Mi siwezi sema life ilikuwa mbaya. Mimi nilikuwa nimejipanga baada nimejua vitu zangu nipeleka huko. Mandizi. Hizo zote sana. Mwisho ulikuwa unaenda nyumbani. Nilikuwa naenda. But sasa mimi kufika huko nikakuta kumbe mwari wangu mwingine anafanyanga job huko tao. Sasa mwari yangu tulikuwa tumezoeana hiyo sasa akaniambia sasa mbona wewe unaishi hata ukaange hapa mchana so kuja basi wewe kenge wote alafu kama ndio nikupostisha tutafaidiana hivyo kiasi. Sasa nikaamua sasa mimi nilikuwa ndio nataka kurent nyumba nishati. Hiyo month nikaishi tu kwa nyumba alafu next month nikaenda nikakanga na life mimi haipo nikulia mbaya azinduka food nilikuwa tunakula fish maybe tu mimi sikuwa hii inama mimi nilikuwa tunakula titi nalala poa kama ni nini mimi mwenyewe tukaa nimechoka ndio ni speak ama kazi wote tumechoka tupike maybe tununue snacks tukule hivyo. Sasa hata hapo by the way tulikuanga na morning preps tulienda ilikuwa imeintroduciwa morning preps. Ile ilikuwa inanisaidia financially, tulikuwa tunapewa a small amount. So ulikuwa ukilipwa? Sometimes ulikuwa unalipwa. Preps ama the entire like umekuwa ukilipwa in a week ama only preps? Huwezi lipwa in a week, you are not. Yuko na ni training, una train. Sasa huwezi kuwa unalipwa. Wewe sasa ndio kana tu ile kwanga tumelipa hizo do. Sasa sisi tulikuwa tunalipwa tu a small amount yenye inaweza kukeep kama fare ya asubuhi tunalanga tunaya kama ya chai yenyewe ya kupika chai. Hiyo ni morning, then pia evening pia tubaki from saa 10 to 5:30 tulikuwa tunapewa small amount. So hiyo ilikuwa inasaidia financially but ilifika mahali kukawa na vikina. Tuna check tu a primary section na alafu sasa junior school pia imekuja hapo. So tukawa tuna correspond na walimu wa junior school na primary. Tunajua sasa huko tuko na a lot of ladies na alafu wanaume. Tunajua wanaume wananga ile kelele mingi sana. Tukaanza kusikia sisi tunapewa do na tufunzi watoto tunalazimisha na kuja shule mapema wanaenda kwa nyumba late. Hizo tu complications kuja. Tukafika mahali sasa watu waka give up sasa na kufunza watoto wakasema sasa ni kama sisi tunatumia pesa ya watoto vibaya, acha basi tuache ama tuweke hiyo primary section na kuja wafunze. Ikashindikana sasa do ikakuwa pia challenge kidogo. In a situation like that kuna vitu you enjoyed most, zingine zilikukasirisha, zingine like unaboeka tu. So kwa situation ilifika kuna feel like ni mambo yendi like what was your worst experience? Yeah. My worst experience by the way nilikuwa nikienda hivi class ilikuwa nikienda grade 9. Watoto huko wameiva. Kwa challenge, kuna content kukushinda. Just content imagine. Mtoto anakuangalia hivi, mtoto anatoka class anakufuata, ndani anataka kitu kingine anamwambia tu, anataka umpe namba yake, anataka ushare Facebook account. Sasa ni the ladies ama the no, not the ladies. The ladies. Sasa itamsaidia na nini? Sasa mimi nikashindwanga hii rada kwa nini wanataka hizo mastori. Mimi nikaanza kuambia una advice hiyo lakini unajua kwa baidani watoto washachanuka. Si ati mtoto una nini. Sasa anajua kila kitu about love. Sasa ikakuwa ni challenge by the way. Sometimes unaona mtoto anakuja anakaa na wewe hapo. Anataka mpige story ya love. Anataka umwambie uko shule mnapendananga aje. Yaani hiyo tu by the way kwa ni challenge. Ndio utapata mtoto anataka umkatie ama anatuma boys. Kuna boys by the alikuanga best yangu amwambia ndio ugotoe mwalimu alafu atakwambia ni utakuja niambie. Sasa tuyo boys anakuja mwalimu ndio mimi nilikuwa naona challenge. Na wewe ulikuwa unaichukuliaje hapa? Sasa mimi nilikuwa tunanyamaza na cheka tu na tu mambo ya faida tunacheka tu. Si kuongea tu. Issue kubwa na sasa kama hali Mbona unaona hapa sasa hata nikijaribu kustep in nikikuta kama ni
hawa mademo wako peke yao class, inakuwa challenge. Sasa uwezi ingia juu, sasa unaweza ingia, unaweza pata mtoto anataka tu aconcentrate aje, hata mpaka ukifunza aje yuko huko, yeye yuko tu kama mbaya, ukifunza ati yako sawa. Sasa ile ilikuanga challenge, mimi hiyo ilikuanga tunaita challenge hata asubuhi mpaka ikafika time mimi siende asubuhi mapema shule. Kwa nini? Juu sasa ndienda aje mapema shule nipate hao ndio wana staff room ni wapate, alafu saa hiyo mambo yao wataka kusongea songea hivi, nenda kumilikia na mdogo, alafu pia niko na film ndio nitakuwa nimefika. Sasa nilikuwa na avoid, then nikaanza tu kwenda late, wananuza mbona siku hizi ukuje uchangamke ukuje wapi na jamaa nibaida singesha na hiyo story. Nilikuwa tuko na demo nyingine ndio tulikuwa na attachment, nilikuwa na wande issue ndio watoto wanapendana vibaya, nikisa siku na mwalimu pia story yangu vile watoto wanakuja wanatoka kati, yani anatuma mmoja, unajua hizo tuma direct so uko isha story na mwalimu yote hata sasa singesha hiyo. Nilikuwa tunanyamaza sasa, tukaka hivyo sasa toka walimu wenyewe kaanza kutuambia vile shule inapoanza. Sasa mimi nikakuwa ni kuzoea tu mmezoea. Sasa napata walimu wanakuambia hapa tu unajichunga bana, si hata si umeona wale watu wakubwa tu wamekuja kuchova, lakini watoto ni watoto. So wewe unajichunga tu, the moment utajiinclude tu, si family ni kwa stable, watakupa mtoto. So unaona atakuwa azini opende mmoja 7 ama 8 utaishi naye aje, mtoto mdogo hata hajajua kuoga. Sinaona itabidi umaavoid tu. Bega niliavoid, nilitoka tu kwa shule hivyo tu, si kufanya atinde masi ya tu wote. Nilikuwa tu mzuri, si kuwafanyia anything. Hiyo ungefungwa jela. Ningefungwa jela. Defilement ni real. Mimi sasa nilikuwa naogopa, na mimi nimeikuwa jela. Sasa mimi sitaka tuna niende jela mara mbili, naogopa. Ukapitia. Sasa sitaka kwenda jela juu ya mtoto. Mimi nilikuwa na avoid story ya mademu. Hata kuna boys alikuwa ananiorganize mpaka aniambia mwalimu, sasa ilikuanga Sunday ama saa 3 twende shule masaa fulani. Pia mwalimu si ndapita hivyo na form jioni hadi kulete. Alikuwa baada kosti, yani boys wengine tulikuwa tumezoeana mpaka aniambia nitakuletea kuna form nitakayokuja kwako kupenda. Boys na kataa. What did you enjoy the best? What I enjoy the best, mimi a footballer by the way. So most of the time nilikuwa na spend na the boys, tulikuwa tunacheza. Then pia nilikuwa napenda music. Hiyo shule yetu tulikuanga our head teacher ni mtu wa music. Sasa tulienda mpaka Nakuru. That was my second time kwenda Nakuru kwa adventure nini nikafurahia. Pia nilikuanga footballer, hizo ndio nilikuwa nimeanza nayo. Nilienjoy hiyo, nilikuwa baada ilikuwa nanipiga kachai. Ndio nilikuanga referee. Na referee ilikuwa tunalipwa kama punch, unalipwa punch per match. Ilikuwa Simba. Kufunza watoto by the way ni very enjoyable. Ilikuwa kwa damu sana, nilienjoy to most. Okay, that's nice. Anyway, I can see my director here ananiambia time iko karibu kusha, but before that wacha nikuulize, unaweza ambia nani mtu kama mimi, by the way mimi sijaenda attachment na ndo najiprepare, mtu kama mimi na wengine pale ambao wanakuwatch, unaweza advise aje before they go there? What can you tell them? How can you prepare them? Mimi kitu ninaweza waambia for now, as in to uko na hiyo mentality unajua uko nenda attachment. Kama wewe ni mtu wa education unajua uko nenda attachment, prepare yourself early. Buy kama ni nguo, wewe buy nguo kadhaa. Juu kama I'm sure kama junior school so utaangaliwa most na watoto wajui maana dressing code sana. Juu kama umebadilisha ama umebaki na nguo, sasa buy nguo kadhaa uko nazo. Kama ni buy nguo, kama wewe ni mwanaume pia usikue na longi moja na kiatu moja. Jaribu hii help yenye unapata save, ubai longi kama 3 ama 4 yenyewe unaona itakusustain. Juu utafika huko kama ni mtu wa peer pressure life utaumia. Utafika huko uko na best yako, kumbe best yako ashajipanga. Hiyo unaona kila siku anavaa longi tofauti, niwe kiatu ni moja. Boga utakuwa unaitwa baada, kuna mwalimu alikuwa amwekea kiatu moja na is a teaching na analipwa na amwekea jina kiatu moja. Imagine jina kiatu moja. Jamani. Imagine unakuwekea jina kiatu moja juu unavanga kiatu moja from Monday to Monday. Sasa unaona hiyo si poa. At least una prepare tu mapema. Kama ni pia in professional way, pia prepare your mind. Wewe unaenda kufunza,
hii story, na by the way kuna challenges kama hiyo kwa love nini relationship. Kuna by the way kuna watoto huko wanataka tu mapenzi, sasa wamefika hiyo time ya mapenzi usikie. Sasa kwa hiyo period sasa unajichunga, unakaa nao poa. Okay, thank you so much. Natumai kuwa mmemsikiza na we have learned something and we are going to explore more with different people na najua mtasoma mengi. Anyway, bye for now until we meet on the next episode. I've been your presenter, Lucy Msenya. Bye. Bye.